itakuwa. Oh, marima kapi yote yatatupwa moto, rafiki Kutoka 9:13 hadi 16. Kutoka 9:13 hadi 16. Kuva 9:15 kugeza kuri 19. No. Kutoka 9:9. Kuva 13 hadi 16. kugeza kuri 13. Amen. Na waomba muwe mnaitikia amina bandugu. Yesu ko tofauti na mimi munazoea. Kuva 9:13. Ishize umuheto wanjye mu gicu niwo mukororombya. Reba neza igitabo cyo Kuva ibice bya 9. Reba nani paona kama uri paona soma. Ni muhasome hasome. Tunasoma 9:13. Inasema hivi. Bwana akamwambia Musa. Imani ibwira Musa. Ondoka asubuhi. Mu gatondo ugende. Hakiri kare. Ukasimame. Bengine munyamanze, haleluya. Bengine munyamanze. Tusifatilie. Bengine munyamanze uyu asome tuko tunafatilia. Juu niko nasikia zingine sauti. Bwana Mungu akamwambia Musa. Abwira Musa. Ondoka asubuhi. Genda mu gatondo. Hakiri kare. Ukasimame mbele ya Farao. Uhagarara imbere ya Farao. Mwambie. Umubwire. Bwana Mungu Imana w'Abayaheburayi aravuze watu wangu abantu banje bahuruhusa bagende kugira bankorere. Pigia Yesu makofi. Endelea au yamaliza mpaka 16. Nasema hivi. Kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako. Ngiye kuzana ibyago byose ku Banyegiputa na juu ya watumishi wako, ku bakozi be na juu ya watu wako n'abantu biwe bose, ili upate kujua ya kuwa kugira Farao amenye nta yindi mana mfano wa mimi. Pigia Yesu makofi. Ile mapigo ilikuwa inasema Farao na watu wake wajue hakuna mwingine Mungu. 15. Kwa kuwa wakati huu ningekwisha kunyosha mkono wangu, ndio, na kukupiga wewe, ndio, na watu wako, ndio, kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali, ndio, na kuondolewa, ndio. 16 na mwisho, ndio. Lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii, ili nikuonyesha uwezo wangu, tena kwamba jina langu litangazwe katika dunia yote. Amepigia Yesu makofi. Yani ile ya kwanza mliandika ilikuwa Mungu ajulikane yeye ni Mungu, na tena jina lake litangazwe paka songa. Pigia Yesu makofi. Ni kusema Mungu alitaka kwanza ajitambulishe. Aseme mstari wa 15, ningekuwa nilishakuwa na watu yako yote, ningekuwa nishatoa, lakini niliacha vile ili nitume ile mapigo watu wote wajue ya kwamba mimi ni Mungu, na tena jina langu litangazwe paka kwa mataifa. Andika pili. Mungu
Mungu alitaka wa Misri na watu si wa Misri. No. Alitaka wa Israeli na watu si wa Israeli. Njoo mapagani wa Misri na wao wajue ya kwamba Mungu anakomboa. Haleluya. Alitaka Mungu asaidie na wa Misri na wao, hapana wa Israeli tu. Alitaka na wa Misri wasaidiwe. Kutoka 9:18-21. Kutoka 9:18-21 wa Kiswahili asome. 9:18-21. 9:18 nasema hivi. 18 19 Haya, tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. 9:18-21. Ndio. Tazama. Kesho wakati kama huu itanyesha mvua ya mawe nzito sana. Ambayo mfano wake haujakuwa huku Misri. Nataka siku ile uende polepole papa. Nataka uende polepole juu bafahamu. Francis uliandika? Francis alifanya nini kwa nini? Hiki cha pili uliandika. Uliandika kinasema nini? Hivyo nani ya kutambulisha Waisraeli na wenyewe sio Waisraeli kwamba yeye anaweza. Bajua kama Mungu anafanya nini? Anaweza. Ndio, na yeye anafanya na anaokoa. Si ndio? Sasa nataka ufuatilie hiki kisomo. Na shambulizi la yote verse kuisikia. Verse iko 9:18-21. Nilichenda 9:18-21. Twende. Tunaanza. Tazama. Kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana. Huo ni Musa anamwagiza aende aseme kwa Farao. Kesho mvua kwa Farao itanyesha. Na ile mvua itakuwa mvua si ya kawaida. Sasa akasema nini? Akasema hivi. Ambayo mfano wake, mfano wa ile mvula haujawahi kuwa hapa Misri. Haijawahi kuwa ndani ya ile nchi. Tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa. Na leo ile mvua hainyesha tena. Pigia Yesu makofi. Basi sasa tuma wajimizi waingie ndani wanyama wako na haya yote. Sasa sikiliza, Yesu au Mungu anaanza kutambulisha kwa mapagani. Niwaambie watu wa Farao waingize mifugo yao, watoke nje. Endelea. Mafugo yao na hayo yote ulio nayo. Ndio, na vitu vyote uko navyo shambani, kwani kila mtu na kila mnyama apatikanaye mashambani wasioletwa nyumbani, hiyo mvua ya mawe itanyesha juu yao, na watakufa. Kisha 20 yeye aliyelicha neno, mwenye alitii, alisikia na kufanya chenye neno inasema. Miongoni mwa watumishi wa Farao. Pigia Yesu makofi. Miongoni mwa watumishi wa Farao alifanya nini? Aliwakimbiza watumishi wake na wanyama wake waingie nyumbani. Pigia Yesu makofi. Na mwisho, na yeye asiyelitia moyoni hilo la Bwana akawaacha watumishi wake na wanyama wake shambani. 22. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, tunakuwa pembeni. Achia kwa jina la Bwana. Mungu akamwambia Musa, nenda useme kwa Wamisri, kila watakasikia na kutenda chenye nimesema, minyama yake na watu wake wakimbilie ndani. Hii inalinganishwa na sisi kuwapagana. Wenye sikia sauti anatoka
ndio Pasaka. Pasaka ni kutoka ndani ya utumwa tunaingia ndani ya Kristo. Hapana, Pasaka ni nini? Basi sema sasa huo mpya. Pasaka na mimi hatuji kuomba nguo. Tunakumbuka Kristo Yesu aliyekufa ili tukombolewe. Mvua inaenda nyesha. Ndugu yangu, mvua inanyesha. Wewe hautaiweza. Lakini kwa ndani ya Yesu ile mvua mvua inanyesha. Kama hautoki utanyeshewa na utakufia. Lakini ukitoka Yesu anahitaji Mungu akamwambia Nuhu, imani kwa Noa, nenda waambie watu uchome safina. ngoje ndubira abantu kubaki imute. Watu hawakuelewa. Abantu ntabwo bigeze basoma. Mungu alisema nini? Imani. Lakini Nuhu kwa sababu alisikia, Aliko Noa kwa yumva. akachonga safina. Akaanza kuba. Yeye na familia yake wakaenda. Kwani mtakwa bali mtu. Inasema nini? Vifuzi chini. Watu walikufa Abantu na Mungu akabakia naitwa. kandi imani sigaye. Na wewe kama wachezani, Nawe ni mtareti chao. utaangamia na Mungu atabakia naitwa. Ni Mungu wa watu wenye wanasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka nikwambie, siku wa Misri walitoka ndani ya Misri. Walitoka usiku wa Israeli walitoka Misri. Walitoka na wa Misri waliwafuata. Ile ni Mungu anakuonesha ya kwamba wokovu haiangalie kabila, haiangalie nchi, haiangalie rangi na sura. Wokovu ni ya kila mtu. Anayetaka okoka Yesu hatamziwia. Waliwafuata na wao wakaenda paka Israeli. Pigia Yesu makofi. Wako njiani wakamkamata Rahabu. Solomon akasema ni mke wangu. Na Mungu alikuwa alisema msioe ndani ya mataifa. Lakini Solomon akasema simuachi. Bakaenda na Yesu akazaliwa ndani ya Rahabu. Pigia Yesu makofi. Wako wanaenda, walikutana na Moabu kule. Bakawapeleka na wao. Mungu ni wa watu wote. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana kwanza 12. Yohana 12. Sura yake ya kwanza mstari wa 12. Unasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bali wote waliompokea, wale wote walipokea Yesu. Aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Ndio wale walioamini jina lake. Amen. Haleluya. Yani Yesu si wa Kristo tu. Yesu si ya watu waliokoka tu. Yesu amekuja kwa watu wote. Lakini watu wenye walimpokea akawageuza kuwa wana wa Mungu. Lakini Yesu bado ni wa watu wote. Usijidanganya sasa Yesu ni wangu. Yesu ni wako na ni wangu na ni wa ule na ni wa ule na ni wa ule. Na ule mwenye ko mbaya. Na ule mwenye ko musharati sahihi ni wa Yesu. Sika atampokea, atamgeuza na yeye amfanye mtoto wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. 3. Kwa baraka kwa naandika. Mungu alitaka kujifunua kwa wana Israeli na uweza wake na nguvu zake. Hawa walikuwa watumwa wa miaka 413. Balikuwa hawamjui Mungu. Alikuwa anataka sasa ajidhihirishe kwao. Kwa ile taifa yenye litengeneza. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa sababu walikuwa naomba na wao ile miungu, japo walikuwa mwinchi ya miungu na walikuwa walifungwa. Sasa na wewe usisherekee Pasaka kama sikukuu tu. Jua kwanza nini unasherekea. Usisherekee tu. Juu na yuwa saa hii kuna wengine, kuna mtu tulikuwa tunaongea mchana. Akanambia programu ikuwe vizuri, batu kuna wengine watakuwa na ubatizo huko, wengine watakula mchele, wengine juu mkanisa ni vile. Programu zidi kidogo. Anasema tuko na fete. Pade jua ya kwamba hauyajua ni kitu gani unasherekea. Ulikuwa unajua juu ya nini tunaomba dimanche? Dimanche inamaanisha, jana nilikasahau. Dimanche inamaanisha ni Pasaka kila siku. Dimanche ni siku ya kwanza ya wiki. Bila badive wanasema ni kweli. Ni siku ya kwanza ya wiki. Lakini Sabato ni Kristo Yesu. Chapia Yesu makofi. Sisi kila siku ni Sabato, kwa sababu Kristo ndani mwetu na sisi ndani yake. Kumbe Sabato yetu ni Kristo Yesu, na tutapumuzika Sabato wakati Kristo atarudia kulichukua kanisa. Njoo tutapumuzika Sabato. Tunaomba dimanche kwa sababu njoo siku Yesu alifufuka, siku ya kwanza ya wiki. Batuache sasa na wiki yetu. Batuache na ile siku ya kwanza ya kwetu. Tunajua ni nini. Sasa kuna mtu jana niligusia nikasema Christmas. Kuna watu wanajiwaza Christmas sasa ilikuwa siku ya miungu. My dear, let me tell you, every day, Monday up to Sunday, ilikuwa siku ya miungu. Sunday ni siku ya jua. Kila siku zile munasikia Monday, ni masiku za miungu. Sasa ile siku za miungu tulizigeuza kuwa siku za Kristo Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Hatutawaliwi na miungu ya Misri. Sisi tunatawaliwa na Mungu Yesu Kristo, mwenye alizaliwa, akaja, akafa, akatukomboa. Mimi na wewe tukakuwa watu. Hatungekuwa watu, lakini kutokana na Yesu alitutosha huko kwa Farao. Tumeteseka, akatugeuza, tukakuwa wahubiri, tukakuwa waimbaji, tukasema neno la Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini utumwani tulikuwa tunapotea. Amina. Tatu, sasa ilikuwa wana Israeli wamjue, ili siku atarudia basi seme hatukuwahi kukujua. Jua alikuwa na yua trebia hawatamkubali. Paka leo ni badogo ndio wanamkubali. Bengine bote wanasubiri Masia wao aje. Bengine bote wanasubiri Kristo anzaliwe. Na alizaliwa kwao. Ukisikia Benjamin Netanyahu, ni kutoka ndani ya ukoo ya Benjamin. Lakini paka leo anangoja Masia. Na Masia alitoka kwao, kwa familia yake. Haleluya. Akasema ninaenda kwa mataifa. Ndiyo maana namaliza miaka 2000 kwa kwetu. Amazi miaka 2000 birenga ari wacu. Uwo Yesu anataka arudie ili aende sasa akomboe taifa lake. Kisha tuende tupumuzike Sabato. Pigia Jehova makofi. Acha sasa tuone pigo la 10.
la 10. Kubitwa kwa 10. Icyago cya 10. Ao acha tufanye hivi, tutaona mapigo yote kwenye nitaishia nitaanzia pale. Kutoka sura ya 7, Kutoka sura ya 7 mstari wa 19 21. Kutoka 7 19 21 mpaka 21. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyooshe mkono wako juu ya maji. Ndiyo. Juu ya mito yako, juu ya vijito vyako, na juu ya maziwa ya maji yako, na juu ya visima ya vyote ya maji, ili yageuke kuwa damu. Ndiyo. Basi utakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Amen. 20. Utacha ku 20. Utacha ku 20. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Naye akainua ile fimbo. Ndiyo. Na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya mtumishi wake, na hayo maji yote yalikuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Amen. Kabla tuingie kwanza kutafsiri hii maneno mapigo yote 10, mbere yuko twinjira mu gusobanura ibi byago, nataka usisahau tuko tunasema nini. Pasaka ni nini? Hapa niko na kuonesha ile taifa yenyewe balitengeneza. Ile taifa ni watu wenye wako Misri, ni watu wako wanatoka Misri. Sasa pigo zinaanza. Pigo la kwanza ilikuwa ya damu. Sasa ile damu iingie ndani ya maji yote. Ile pigo ule Mungu ule Mungu alikuwa naitwa Osiris. O-S-R-I-S I-S Osiris. Mto Nairo tungali tunabishana na Uganda. Uganda nasema mto Nairo natoka kwao. Ni na Burundi tunasema inatoka kwetu. Fasi naitwa Bururi. Njoo kwenye kasurse kako kisha kanaendelea. Mto Nairo tuseme inatoka Burundi, Rwanda, inaenda Uganda, inaenda paka Misri kule. Ni mto mkubwa mno, ikifika kule ikageuka damu. Na maji walikuwa nayo mu majerekani ikageuka damu, ili Mungu awaoneshe ya kwamba hakuna mwingine Mungu anapasha kuabudiwa. Banaabudu maji, banajua maji njoo kitu kikubwa. Mungu akasema maji na igeuza damu. Chapia Yesu makofi. Ile iko pigo ya kwanza. Pigo ya pili ilikuwa Mungu chura igikere. Namwe mchiti igikere. Alikuwa ni Mungu chura, anaitwa Hadob. Huo ni Mungu wa pili. Kutoka hatutasoma. Kutoka 8:5-10. Kutoka wenye wanaandika Kutoka 8:5-10. Anaitwa Hadob. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka munisomee 9:10. Nataka munisomee 9:10. Nimwambie mtu mmoja nasema nitaokoka kesho. Ngira umuntu uko kugangaza kiswesho. 9:10 hapo. 9:10. Nimwambie mtu mmoja nasema nitaokoka kesho.
Kenda 10 inasema hivi. Sura ya 8 mstari wa 9 inasema hivi. Musa akamwambia Farao. Aya. Mjitukuze juu yangu. Ndio. Katika jambo hili. Ndio. Sema ni nini unapotaka nikuombee wewe na watumishi wako na watu wako ili hao vyura waangamizwe watoke kwako wewe na nyumba zako wakae ndani ya mji. Akasema 10 inasema hivi. Akamwambia. Ndio. Kesho akasema. Akasema na yawe kama rudia alimujibia. Sasa ulikule pasema ndio nataka urudie. Kesho akasema akamwambia mimi Farao ninataka machura zisitoke leo na usiku zibakie, lakini kuliko niwaachilia sasa hivi acha zitoke kesho. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Chura zimeingia mpaka mkitanda ya presida. Chura zimeingia mpaka mafika. Banasema watafiti ilikuwa ni santimetre 5. Ya chura ya unakanyaga mguu inaingia kama vile hivi. Ukitanda iko vile vile. Sasa kwa sababu yeye hataki wana Israeli watoto. Farao anamuuliza hata kuzungumze kama wanauliza. Unataka ili vyura niseme Mungu alitoe nini? Musa ndio. Musa kamuuliza Farao trebe. Nataka ili niseme kwa Mungu. Unataka nini vyura vitoke? Iko simple. Farao akasema kesho. Yaani nibale navyo. Usilale na dhambi mtoto wa Yesu. Tuko wiki ya kutubu. Usiwe unasema ninaweza something ndio nitatubu. Kuna mtu ninaweza toka hapa. Nafika nyumbani. Kesho mtaomba mnakuja kukilio. Yaani kutubu ni siku ungali unapumua. Farao akasema tomorrow show itoke. Musa akasema ikuwe kama vile fanya nilisema. Zangu siweke. Tuko ndani ya wiki ya matengenezo. Jana nikasema ninaona watu wako na chuki na wengine. Lakini wako wiki ya kutubu. Hawataki tengeneza. Yeye anatembea. Wakilima Yesu ni wangu. Wao sima wangu. Ni wangu. Hakuna kunyang'anya. Lakini sitakarudi. Atakwambia ondoka. Ni wiki ya matengenezo. Miungu watatu ameitwa Sebu. Mungu wa chawa. Chawa inda. Ni muyitinda nami. Pigo nani pigo la tatu au imana yabo ya gatatu. Ikigirwa mana chabo cha gatatu Sebu. Mungu wa chawa. Uwo Mungu wabo njari umba chawa njo alizileta yani. Banaamini ya kwamba Mungu chawa ule ni Mungu. Hivyo utabiona Kutoka 8:16-19. Kutoka 8:16-19. Kutoka 8:16-19. Beelzebul au Sikarabi. Sikarabi Beelzebuli ni kimoja. Mungu inzi. Mungu nzi ama inzi. Nzi ama inzi. Winsaze. Ya. Utabiona Kutoka 8:24-31. Bakuandika muandike. Mutakuwa mnasoma huko.
Watano, Apisi aliaminika kulinda maisha ya watu. Alikuwa ni Mungu dume. Chinga dume la ngombe. Chinga dume la ngombe. Yani anaaminika kabisa kulinda watu. Aseile ni dume kabisa. Lakini Mungu akatari kuja vyote alivunja vunja. Mungu atusaidie. Kutoka 9:1-7. Kutoka 9:1-7. Mungu wa majipu. Majipu ibihute ibisute biriya bibyimba. Mubyete bibyimba. Kutoka 9:8-12. Kutoka 9:8-12. Mungu wa mvua, ile mvua ya mawe. Kutoka 9:22-26. Alikuwa anaitwa Mungu Shu. Shu. Pigo la nzige. Serapia. Njoo alikuwa anaitwa Serapia, Mungu wa nzige. Kutoka, yani wewe ni pigo la 8. La 8 pigo la nzige. Kutoka 10:12-15. Kutoka 10:12-15. Haleluya. Pigo la 9. Pigo la 9. Mungu jua. Mungu jua. Kutoka 10:21-23. Aliitwa Mungu Ra. Mungu Ra. Mungu wa jua. Mungu wa jua aliaminika ya kwamba yeye ndiye analeta mwangaza duniani. Lakini Mungu kusema wajue ni Mungu, alipiga Misri giza usiku, watu wanapapasa, hakuna mtu mwenye anaona mwenzake, na prezida Farao akakosa ni wapi niende, ili wajue huyu ni Mungu. Tena wafumu wote walifanya vile wakashindwa. Tuko yani Mungu anajuli, yani bajue ni nani. Kwa watu wenye waliandika ba Misri ba Israeli balikuwa wanataka bajue ni nani. Wakati maji iligeuka damu, kwabo ilikuwa mzuri. Wakati mabikere bilikuwa, kwabo ilikuwa amani. Wakati gizi lipiga, kwabo ilikuwa amani. Ili Waisraeli wajue huyu ni Mungu wa kweli. Lakini hawakukubali, bakafia jangwani. Na wewe Mungu alikutosha kule kwa shetani, anakuleta kanisani, unakula neno kila siku, lakini kuokoka bishakushinda. Mungu akamwambia Musa, wote wenye hawanikubali watafia jangwani. Usifie humu dunia, utengeneze maisha yako ili siku moja na ufike mbinguni. Pigo la 10 na ile sasa la 10 njoo yenye tutaenda jua kesho. Njoo tutaenda jua kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Ningani na dakika kidogo. Pigo la 10 njoo pigo la mzaliwa wa kwanza. Nicho chabo cyo cy'imfura. Pigo la mwisho la 10 mzaliwa wa kwanza. Awe ni mnyama, awe ni mtu, njoo ile sasa tutachambua kesho. Ile njoo ya Pasaka, ile njoo inatuonesha sasa tutaanza ingia. Kwa nini Mungu aliua mzaliwa wa kwanza? Kwa sababu alikuwa anataka kukomboa watu wake, na kuwapanga vile Yesu atakuwa yeye mzaliwa wa kwanza. Ule mzaliwa wa kwanza mwenye alifariki alikuwa anamaanisha Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza, na pia Yesu mwokozi. Yani mzaliwa wa kwanza wa mapagani
atafariki, kisha mzaliwa wa kwanza wa Mungu atakufa kwa mimi na wewe. Chapia Yesu makofi. Haleluya. Mzaliwa wa kwanza. Nataka niseme kidogo. Juu ya nini Mungu alibanyonga bali? Juu ya nini alinyonga mifugo ya kwanza? Ni kwa sababu ile miungu yote tulisema kule balikuwa banaifanyia kama ni karamu ama masikukuu kwa wazaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza wa Misri uko Egypti balikuwa wanatamka maneno kwake ili miungu yao ifanye kazi kupitia ile maneno. Ndiyo maana na kuomba maneno yote na kuna sema unayachunguza, kwa sababu maneno iko na nguvu. Ni batu tulizoeana nao zamani, nilibafundisha kuomba na kukatakata maneno yenye banakusema eko vibaya. Wakati watu wanazoea kukusema ya kwamba wewe unafanana, nguangalia vile unafanana kama vile mzimu. Baya, hiyo ni maneno ya watu. Utagonjwa na unagonda mpaka unakuwa sanskrit. Mkwe mnakatakata maneno. Sasa hapa walikuwa wakisema maneno. Kitu ya kwanza wanakamata mzaliwa wa kwanza, banamvika kitu mkichwe, banasema Waisraeli wasikuwe na hakimu. Unasikia? Banakamata mzaliwa wa kwanza, banamfunga kitu shingoni, banasema wazaliwa wa Israeli babakie ni watumishi wetu. Mnajua ngombe za zinalima? Bangapi wenye mnajua ngombe zenye zinalimaka? Ngombe zenye zinalima okay, ni kidogo. Ngombe zenye zinalima banazivalisha kitu umu, kisha hii mabega ndio inakokota wewe kitu kule nyuma zinalima. Sasa ile kitu walikuwa wanavalisha wa Israeli ba Misri, watoto ya kwanza wa Misri, ilikuwa inamaanisha Waisraeli lakini watumwa. Banavika mabangili kumikono, banasema Waisraeli wakipata kitu kipotee kikuwe cheo. Yani kuna watu wanaenda wanatamka maneno huko kwa wafumu ili wewe usipate kitu maisha yako, lakini kutokana na Pasaka upokee katika jina la Yesu. Kutokana na Pasaka upokee katika jina la Yesu. Wanasema wasipokee kitu, kisha wanawavika watoto wa kwanza, wanawavika kitu hapa kiunoni. Wanasema Waisraeli wasizae na wakizaa wasiongezeke. Yani wanatabiri mambo yenye itakuja kesho. Kama kuna mtu iko hapa na walisema asizae kutokana na Pasaka na uweza wa Mungu, uzae katika jina la Yesu. Uzae na uongezeke katika jina la Yesu. Pasaka ni kutubu na kufungua watu. Tulikuwa tunafungiwa, lakini Yesu akatufungua. Chapia Yesu makofi. Haleluya. Wanafunga vitu kumigumu, banasema wasitoke hapa ili waende mbali. Farao anawaambia mnakusudia vibaya, mwende lakini msifike mbali, kwa sababu alifungiwa miguu. Wamama wa Israeli wanawatumikisha kazi za nguvu kama ili wasiongezeke, kwa sababu ya ile miungu yao walibadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Farao mwingine alikuja akasema, Farao wundi akasema
aba watu wanaweza muzika. Kama abantu bashobora kuvuga. Tuwapangie mpango wa hakiki. Ngo tubagambire umugambi. Kasi ongezeke. Bakawapatia kazi mingi. Kazi ilikuwa ni sura moja. Imirimo yari shusho imwe. Lakini wazaliwa wa kwanza walikuwa wanafika vitu. Ariko abana ba mbere cyangwa imfura babambika. Ili Waisraeli wasiongezeke. Mipango yote shetani ipanga kwa maisha yako. Imigambi yose Satani yagambiye. Kwa Pasaka hii. Kuri Pasaka. Ninaikatakata. Naikatakata. Katika jina la Yesu. Naikatakata. Katika jina la Yesu. Ili Mungu mwenye huku naomba aokoe maisha yako. Asiokoe maisha tu. Aokoe vitu vyako. Yenye shetani alipeleka. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikwambie. Yesu hawezi kukuokoa. Akuache ndani ya umaskini. Akawatosha Misri na utajiri. Umwambie Yesu, ninataka na mimi utengeneze njia. Umwambie Yesu. Amaraso ya Yesu yoge abando mitima nimuke umukizo gazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe abatari beza bazinjiriwe mu birori by'ubukwe wogejwe na Yesu waturanijwe n'amaraso harugo ya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe. Anza kumlilia Yesu, anza kutubu, anza kusema makosa na dhambi, anza kumwambia Yesu, hii ni Pasaka yako. Anza kusema maneno ndani ya moyo wako, mulilie Yesu, mwambie Yesu dhambi zako ataziosha, mwambie makosa, mwambie maovu, omba maombi, acha useme na Yesu alijitoa msalabani kwa Golgotha. Anza kusema utubu dhambi zako, makosa na maovu. Sema na Baba. Haleluya. Baba mtakatifu, wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Leo hatuko mbele zako Baba, tumekuja
jioni ya leo Baba, tunahitaji Baba uweza na mamlaka, tunahitaji Baba ututengeneze robo shekereba Baba, tunahitaji Baba ututengeneze katika jina la Yesu Baba. Onekana ndani ya magharibi ya leo, jioni ya leo Jehova Baba, utubadilishe katika jina la Yesu. Jioni ya leo Jehova, acha utengeneze mioyo ya watoto wako, nafsi zao katika jina la Yesu. Tunaomba Baba, Pasaka hii ikuwe Pasaka yenye Baba utatufurahia katika jina la Yesu. Pasaka hii ikuwe ni Pasaka ya kubadilika in the name of Jesus. Tenda makuu maajabu, Yesu onekana katika jina la Yesu. Baba Yerobo shekere Baba, wewe ni Mungu, acha Baba onekane Baba, badilisha watoto wako wa mama na wa baba Baba, wabadilishe wasichana na wavulana Baba, wabadilishe in the name of Jesus. Tenda makuu maajabu, Jehova onekana, unainuliwa Jehova, unainuliwa Masia, unainuliwa Jehova. Acha Pasaka hii tupate upatanisho Baba, tupatanishwe na wewe Baba, badilisha ikwe baraka katika jina la Yesu Baba, inuliwa. Hakuna mwingine kama wewe, tunasema asante.